Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, na karibu katika chaneli yetu. Leo tutapata kujifunza kuhusiana na mzunguko wa hedhi na jinsi ya kuhesabu siku za hatari na namna ya kutambua siku ya ovulation. Mzunguko wa hedhi na jinsi ya kuhesabu siku za hatari, lakini na namna ya kutambua siku ya ovulation. Kwanza kabisa tuanze na kufahamu hii tunayoita mzunguko wa hedhi ni kitu gani. Watu wengi au wanawake wengi huwa wanachanganya kati ya mzunguko wa hedhi na kipindi cha period. Kipindi ambacho umeingia period, yani zile siku 4 au 5, wengine 3, zile za kutoka na damu, ile kwa kawaida hatuiti mzunguko wa hedhi. Zile tunasema ni siku za hedhi. Sasa mzunguko wa hedhi ni kitu gani? Ni kipindi cha kutoka vile umeingia period mara ya kwanza hadi utakapoingia tena awamu nyingine. Sasa hichi kipindi chote hapa katikati ndio tunaita ni mzunguko wa hedhi, ambapo kwa kawaida huwa inajumuisha hatua mbalimbali na mchakato wa ukuaji wa mayai kufikia kuanzia kupevuka hadi kufikia kuingia period. Sasa kwa nini tumeamua kufundisha somo hili? Kwa sababu tumegundua kwamba kuna makosa ambayo huwa yanafanyika na baadhi ya wataalamu wa afya, lakini pia baadhi ya wanawake wamekuwa wakikosea namna ya kuhesabu siku za hatari, na wengine wamefikia hadi hatua ya kushindwa kabisa kutumia njia ya asili ya uzazi wa mpango wa kutumia kalenda. Kwa sababu gani? Ukimuuliza anakwambia amekuwa akifuata kalenda, lakini anapata ujauzito hata kwenye siku ambaye alihesabu kwamba ni siku salama. Sasa makosa yako wapi? Makosa ambayo watu wengi hawajui ni katika kuhesabu mzunguko. Yaani mtu anatumia kalenda kabla hajajua mzunguko wake ni wa siku ngapi. Hauwezi ukatumia kalenda kupanga uzazi, hauwezi ukajua siku zako za hatari za kushika ujauzito, hauwezi ukajua siku yako ya kupata ovulation kama haujajua mzunguko wako ni wa siku ngapi. Kwa hiyo hatua ya awali kabisa katika kutumia kalenda au katika kuhesabu siku za hatari ni lazima kwanza ujue mzunguko wako ni wa siku ngapi. Sasa katika mzunguko hapa wanawake wanatofautiana. Wapo wenye mzunguko mrefu, wapo wenye mzunguko wa kati, na wapo wenye mzunguko mfupi. Sasa mzunguko mfupi ni upi? Kuna wanawake wana mzunguko wa siku 21, kuna wanawake wana mzunguko wa siku 22, wapo wenye mzunguko wa siku 25. Hii yote tunasema ni mzunguko mfupi. Lakini wapo ambao wana mzunguko wa siku 26, siku 27, siku 28. Hii ndio kundi kubwa la wanawake wana mzunguko wa siku 28, na ndio hii watu wengi hutumia katika kuhesabu mzunguko wake wa hedhi, katika kuhesabu siku za hatari na kujua siku ya ovulation, na ndio hii huwa inawapelekea wakosee, kwa sababu wanaichukulia hii kana kwamba ndio wanawake wote wanakuwa katika huu mzunguko wa siku 28, lakini ukweli ni kwamba mzunguko iko tofauti. Kwa hivyo kuna watu wenye mzunguko wa siku 28, lakini kuna watu wenye mzunguko wa siku 29. Kuna kundi la wanawake wenye mzunguko wa siku 30, na kuna kundi dogo sana la wanawake wenye mzunguko wa siku 35, na wachache mno ambao wanakuwa wana mzunguko wa siku 40, hasa wale ambao wanaelekea menopause, wanaelekea kukoma kuingia period.
lakini pia na wale wenye matatizo ya kihomoni wanaweza kawa naenda hizo siku 40. Sasa hapo tupate kuangalia utawezaje kuhesabu siku za hatari kulingana na mzunguko wako. Kwa mtu ambaye ana mzunguko wote ule, formula ni moja. Formula ya kuhesabu siku za hatari huwa tunachukua tarehe yako ya ovulation, unatoa siku 5. Hapo ndio mzunguko wako unaanzia, lakini ukimaliza hiyo ovulation unaongeza siku 2 zaidi. Hapo ndio siku zako za hatari zinaishia. Kwa hivyo siku za hatari kwa kawaida huwa ni kati ya siku 5 hadi 7. Kwa hiyo ukichukua siku 5 hizi za mwanzo ambazo tumetoa na ukajumlisha na siku 2 ambazo tumeziongeza baada ya ovulation, unakuja kupata ni siku 7. Sasa ovulation unaipateje? Ovulation ndio msingi ambao utatuwezesha kujua siku ya hatari ni inaanzia wapi na malizikia wapi, lakini kama nilivyokwisha kusema, huwezi kujua hivi vitu viwili, ovulation na siku za hatari, bila kujua mzunguko wako. Kwa hiyo utajuaje ovulation? Ovulation formula yake tunasema unachukua mzunguko wako, yani siku za mzunguko wako unatoa na siku 14. Kwa nini tunatoa siku 14? Kwa sababu kwa kawaida ovulation huwa inatokea period huwa inatokea siku 14 baada ya ovulation iliyopita. Kwa hiyo ili kujua, unachukua mzunguko wako unatoa siku 14, jibu utakalopata ndio ni siku yako ya ovulation. Na ukipata hiyo siku yako ya ovulation, unatoa siku 5. Hapo ndipo siku zako za hatari zinaanzia. Kwa hiyo baada ya siku 14 mwanamke anaingia katika siku zake za hedhi, ambapo ndio tunasema period. Na ili kujua siku za hatari, basi unachukua siku ya ovulation unatoa siku 5, yani siku 5 nyuma, ambapo hii ndio inaanzia siku yako ya hatari. Sasa hapo tuangalie kwa haraka tu. Kwa mfano, mtu au mwanamke mwenye mzunguko wa siku 21, mzunguko mfupi kabisa wa siku 21, ukichukua siku 21 ukatoa na 14 unapata 7. Kwa hiyo huyu anapata ovulation siku ya 7 toka ameingia period. Yani ukiingia period unahesabu 1, ukihesabu hadi siku 7, huyu mwanamke mwenye mzunguko mfupi ndio anapata ovulation siku hiyo. Sasa ili kufahamu siku za hatari zinaanzia wapi, unachukua 7 unatoa 5, unapata kumbe huyu mwanamke mwenye mzunguko mfupi anaanza kuwa katika hatari hata kabla hajamaliza period yake. Akiwa siku ya pili toka ameingia period, kwake inakuwa ni hatari. Kwa hivyo akipata kukutana tu baada ya kumaliza period, akipata kukutana, kuna uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito, kwa sababu yeye fertile period yake au siku za hatari kwake inaanzia siku ya pili toka ameanza period hadi siku ya 8. Kwa mwanamke mwenye mzunguko wa siku 22, yeye ovulation yake anaipata siku ya 8, kwa sababu ukichukua 22 ukatoa 14 unapata 8. Na fertile period yake au siku za hatari kwake inaanzia siku ya 3 tangia ameingia period hadi siku ya 9. Na kwa mwanamke mwenye mzunguko wa siku 25, yeye ovulation yake inapata siku ya 11, na siku ya hatari kwake inaanzia siku ya 6 tangia ameona period.
inaenda hadi siku ya 13. Kwa mwanamke mwenye mzunguko wa siku 26, yeye ovulation yake anaipata siku ya 12 toka ameanza period, lakini siku ya hatari kwake inaanzia siku ya 7 hadi siku ya 14. Kwa mwanamke ambaye mzunguko wake ni wa siku 28, na ndio hili kundi kubwa la wanawake, na watu wengi wamekuwa wakitumia mzunguko huu kuelekezea kila mwanamke, na ndio hapo makosa huwa yanatokea. Yeye ovulation yake ataipata siku ya 14, huyo wa mzunguko wa siku 28, huyo ovulation ataipata siku ya 14, na siku ya hatari kwake inaanzia siku ya 9 hadi siku ya 16. Hapa hichi kipindi chote kwake inakuwa ni kipindi cha hatari.